Nchini Tanzania ambapo siku chache baada ya kukamilika kwa shughuli ya uchaguzi nchini Tanzania na kisha Rais Pombe Magufuli kutangazwa kama mshindi kwa muhula wa pili, madereva wa matrela ambao hawakuweza kushiriki kwenye uchaguzi huo mkuu wametoa maoni yao. Umefanyika vizuri. Kwa upande wangu mimi naona mheshimiwa anavyoendelea ni vizuri zaidi. Ila tusahau sisi katika sekta yetu ya udereva. Sekta yetu ya udereva imesahaulika sana. Yaani unakuta unaenda safari, unarudi, tajiri anakukata baadhi ya vitu anakukata. Kwa hiyo tulikuwa tunahitaji mikataba ambayo ya kunyooka na mileage zenye kunyooka ili tuwe na nguvu ya kufanya kazi. Sababu tunafanya kazi kwa moyo mmoja. Tunalinda mzigo, tunalinda gari, tunatunza magari. Lakini sasa katika sekta yetu kidogo imesahaulika serikalini. Sisi tunataka mikataba ifanyike, mikataba ambayo rais atangaze, mikataba yote ya serikali na sekta binafsi iwe sera moja. Ninayo furaha kubwa na nimefurahi japokuwa sijashiriki kupiga kura. Nimefurahi kwa wenzangu waliopiga kura kuniwakilisha kuchagua rais ambaye nilikuwa namtarajia. Kwa sababu kazi aliyofanya inaonekana. Hata kama utakuwa unapinga, utakuwa ni kipofu. Kwa sababu amefanya kazi inayoonekana na amefanya mambo yanayoonekana. Ila tunaomba tumsisitize tena kitu kingine, asitusahau upande wa sekta ya udereva. Madereva tumesahaulika mno. Mikataba hatuna, malipo yetu ni hafifu, huduma za afya hatuna. Hata tukipata matatizo nje ya nchi, ina maana ni sisi wenyewe tujitegemee. Hakuna mwajiri ambaye anaweza kumsaidia dereva kumsafirisha akiwa amefariki au anaumwa au kupata hata bima ya afya, hakuna. Nimejisikia vibaya sana kwa sababu kama mimi ni Mtanzania nina haki ya kupiga kura. Nimejisikia vibaya sana na hususan kwamba alikuwa mimi nataka pia kumchagua kwa mara nyingine tena ili tuone ile ahadi yake ambayo ameiweka kwamba atasimamia sekta ya madereva. Tuone kwa sababu ni rais ambaye amekuja ametuongoza vizuri sana. Tumeona vile vitu ambavyo wamevifanya kwa kule kwetu. Tumefurahi kwa kweli. Wapinzani waliokuwa wanashindana naye walikuwa hawana power, hakuna kitu wamewafanyia Watanzania. Na kama ulivyokuwa unaona bwana mwandishi, bungeni wapinzani walikuwa wanatoka, lakini kutoka si hoja. Hoja msingi walikuwa wanaingiza bungeni, lakini haya waliofanya Magufuli ni matokeo ya wapinzani wao. Sasa kwa mimi sana sana baba Janet nampongeza na nasema achape kazi. Ila tunachoomba tu katika East and Central Africa, madereva wa Tanzania tunadharauliwa sana. Vipato vyetu viko chini, kwa hiyo tulikuwa tunaomba na hili nao ajaribu kulisimamia. Tunamwamini sana 150%. Ila tumejisikia vibaya kuto kupiga kura nyumbani, lakini tunajua tungemuongezea yeye tu. Ni kilio chetu sisi tunakipeleka kwake yeye kwa sababu tunajua ni mtu msikivu, ni rais ambaye anapenda kufuatilia mambo. Tulikuwa tunaomba ili alifuatilie kwa kina ili tuweze kuona kwamba hii miaka mitano ambayo ameingia tena sisi madereva tutafaidika nini, kwa sababu sisi wengine ndio tunamalizia kwenye hii section ya madereva, umri wetu umeshakwenda na kila kitu. Tulikuwa tunamuomba kwanza wizara atakaoichagua, wizara ya kazi, waziri atakayemchagua wizara ya kazi, hakikishe atembee kwenye kila kampuni, na atakapoingia kwenye makampuni asiende moja kwa moja kwenda kuonana na viongozi wa kampuni tu. Anatakiwa kwanza aonane na sisi madereva, asikilize changamoto zetu zikoje, alafu pili akiingia kwenye hiyo kampuni aangalie mikataba, vile angalie na kopi ya mikataba ambayo sisi tumebaki nayo. Je, inafanana, ina uhalisia? Kwa sababu hatuna mtetezi mwingine zaidi ya wizara ya kazi. Naam, na kutoka nchini Tanzania turudi humu nchini ambapo wajumbe wa bunge la kitaifa pamoja na seneti